dharura. Kila sauti tasikika. Leo bwana, niko na kikao na mwanasiasa mkongwe na aliyekuwa mbunge wa Kinondoni kuanzia mwaka 2005 mpaka 2015, ndugu yangu Idi Azan. Mheshimiwa Azan, naam. Umekuwa mbunge kwa vipindi viwili kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kuanzia mwaka 2005 kwa kipindi cha kwanza mpaka 2010 mpaka 2015. Baada ya pale ukakaa nje ya ulingo wa kisiasa, lakini tangu utoke umekuwa kimya sana, tofauti na wanasiasa wengine. Umeacha siasa? Kwanza nishukuru kwa ujio, lakini niseme tu siasa bado sijaacha, pamoja na kwamba nilikosa ubunge mwaka 2015, lakini kuanzia hapo nikawa kwenye siasa, kwa maana ya kwenye chama changu, nikawa kiongozi ndani ya chama. Nilipumzika zile za ubunge, lakini kwa maana ya kufanya siasa ndani ya chama niliendelea kuwa ndani ya chama, na mpaka hivi sasa mimi ni kiongozi wa chama mkoa wa Dar es Salaam. Unaweza kutuambia una nafasi gani sasa? Kwa sasa mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa CCM mkoa wa Dar es Salaam. Na kabla ya hapo pia niliwekwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, nikawa mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, lakini uchaguzi wa 22 nikaendelea kubakia kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa. Kwa hiyo mpaka sasa mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ya Kinondoni pia. Sisi okay. Wakati uko mbunge, naam, Azan Idi alikuwa anaonekana ni icon ya Kinondoni. Yaani ukihitaja Kinondoni inakuja sura ya Idi Azan. Lakini hapo kwenye icon ikaja brand nyingine ambayo mimi sijui imetoka wapi, lakini nataka leo sasa kuniambia. Unaifahamu biashara ya dawa za kulevya? Hapana, sifahamu hiyo biashara. Ingawa unasikia kwamba kuna kitu cha namna kinafanyika. Ilikuwaje Idi Azan akaambiwa ni moja kati ya mataikun wa Kinondoni wanauza dawa za kulevya? Na kwa nini yeye Idi Azan na sio mtu mwingine? Kwanza ni rudi na lela kwanza kwamba wakati ule ukizungumza Kinondoni, yani unamwona Idi Azan yuko mbele. Hii ni kwa sababu nimejishughulisha sana na jamii. Niko na jamii kwa muda mrefu. Lakini nimecheza mpira Kinondoni na nikaongoza mpira Kinondoni. Na nimeongoza kwa kiwango kikubwa, kiasi timu za Kinondoni zikapata manufaa makubwa sana. Kwa hiyo nilivyokuja kuwa mbunge tayari jina lishakuwa kubwa, tayari ni mtu wa jamii, najishughulisha na mambo ya michezo, vitu kama hivyo. Sasa unapofanya mambo mazuri, wapo watu wanaona choyo. Yaani kuna watu hawapendezwi tu na mwingine kufanikiwa. Kwa hapo sasa ndio likaja hilo neno, anauza madawa ya kulevya, anafanya hivi. Kwa hiyo kilianza hivyo, kikaendelea hivyo. Mimi nilikuwa napuuza kwa sababu ni kitu ambacho katika maisha yangu sijawahi kufanya, wala katika mawazo yangu hakipo. Lakini watu wakawa wanasema, mimi nikachukulia ni kisiasa, kwa sababu niko kwenye siasa na watu wanataka nafasi, wanafikiria wanichafueje ili waingie, kwa hiyo nikaliachia hivyo. Lakini nashukuru Mungu, lilikwenda mwisho wa siku ukweli ukajulikana kwamba ni kitu ambacho hakiko katika maisha yangu na kitu ambacho sijawahi kufanya katika maisha yangu. Ilifika wakati mpaka ukaitwa Central. Ni kweli ya kwenda kwa nani. Sasa kuona ilikuwa inastahili kuiweka sawa hivyo. Kwanza namshukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, ndugu Makonda. Kwa kweli kipindi hicho ukiangalia Kinondoni, na si Kinondoni, karibu Dar es Salaam nzima, tulikuwa na wimbi la vijana wengi aidha wanatumia madawa ya kulevya au wanafanya biashara madawa ya kulevya. Ili kukabiliana na hiyo hali, ili upambane na hiyo, lazima uhakikishe unawakamata. Sasa kwenye kukamata ama kwenye kutaka kuzuia, unaweza kukamata waliokuwemo na wasiokuwemo. Sasa kwa sababu nilikuwa natajwa, unaona unakosaje kuniita nichunguzwe? Kwa mkuu wa mkoa Katula akatoa amri kwamba wote ambao wanatajwa waende polisi. Na mimi nashukuru nilikuwa na polisi, na mwisho wa siku kila kitu kajulikana. Kwa situation hiyo ulishawahi kumwekea kinyongo Mheshimiwa Paul Makonda kwa namna yoyote? Wajua, kwa mtu ambaye sio nisemeje nitumie lugha gani, lakini kwa mjinga au kwa mpumbavu anaweza kumwekea kinyongo Makonda. Lakini kama una akili na uko sawa sawa, badala kumwekea kinyongo, mimi namshukuru. Na nilimwambia siku moja kwamba nakushukuru sana ndugu yangu, kwa sababu ni neno lilikuwa linasemwa, umeelewa? Wewe ndio kiongozi pale na maneno unasema, hivi unaniachaje? Lazima uniite nichunguzwe ili thibitike kama ni kweli ama uongo. Kwa hiyo kwa kweli tangu kipindi kile mimi Makonda, yani kwa kweli namshukuru sana, kwa sababu ilisaidia sasa
kuwaonyesha watu wengine wote kwamba mimi sihusiki na hiyo biashara. Na tulichunguzwa. Na sio kuchunguzwa kuuza tu, tulichunguzwa mpaka kama unatumia. Na yote ilichunguzwa mimi. Nilikwenda kwa mkemia, tukachunguzwa na nini. Yote. Na roho yangu ilikuwa kwatu kwa sababu nilikuwa nataka Watanzania wapate ukweli, wajue ukweli. Hali ambayo kwa sasa tumshukuru sana Mungu, lakini mshukuru sana Rais Samia kwa kazi ambayo ameifanya kupitia tume ya kudhibiti mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya. Katika kipindi hiki ambacho ukiacha kule ambako tulitoka, baada ya Makonda kuingia na kufanya lalo fanya katule, alidhibiti anavyoweza, lakini baada ya kuja mamlaka hii sasa na awamu ya 6 naona mambo yamekwenda. Unaona kama kuko kimya, lakini kazi inafanyika sana. Na ndio maana leo hata ukipita mtaani wale mateja huwakuti, wafanya biashara dawa za unga yani waoni. Ni kwa sababu ya kazi nzuri ambayo imefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya vifaa vya kisasa, nafikiri na watumishi wa kutosha, na kweli mamlaka inafanya kazi kubwa sana. Na utakumbuka mwanzo wakati mamlaka imeanza hii, madawa mengi yalikamatwa. Tena kwenye maeneo ambayo wala tulikuwa hatutarajii kama biashara zinaweza zikafanyika huko. Ama dawa zikapitishwa milango yetu. Tulikuwa tunaamini labda dawa zinapitishwa airport, lakini mamlaka imefanya kazi kubwa. Kuna kipindi waliwahi kukamata na tani 1 au tani 2 za madawa ya kulevya. Tena baharini. Unaona? Kwa hiyo mamlaka hii imeweza kufanya kazi kubwa sana ya kudhibiti, lakini pongezi kwa rais wetu kwa kazi ambayo amefanya kudhibiti uingizaji na matumizi ya dawa za kulevya. Ukienda airport pale kuna vifaa vya kisasa vimefungwa. Usikii mtu amepita pale na dawa za kulevya akabaki salama yani. Amna. Ukiwa mwanasiasa always unakuwa unafuatilia mijadala inayoendelea ya wakati huo. Sasa hivi Tanzania kuna mjadala mkubwa sana wa masuala ya utekaji. Najua utakuwa unafuatilia kwa namna moja au nyingine. Nataka kufahamu sasa kwa uzoefu wako na kwa ufuatiliaji wako. Unafikiri hawa watu ambao tumeweka kwenye brackets la jina wasiojulikana, unadhani ni watu ambao wanahusianishwa au wanahusiana moja kwa moja na serikali? Hilo siwezi kuamini. Kwa sababu kwa nini serikali ingie kwenye kuteka wakati serikali ina vyombo mbalimbali yani? Serikali kimtaka mtu itamkamata, itampeleka, na kama kumfungulia mashtaka itamfungulia mashtaka. Kuna watu wanasema hivyo vyombo ndio vinahusika na utekaji. Unajua maneno ya kusema, mtu atasema chochote anachotaka kusema, lakini tuende kwenye uhalisia. Hivi kweli serikali ambayo inaweza kukukamata wewe mahali popote saa yoyote ina haja ya kuja kukuteka? Kuna visasi vya watu na watu, kuna visasi vya makundi na makundi. Kwa sababu acha ya kutekwa tu, lakini kuna matukio mengine yashaye kutokea. Unaweza ukakaa una ugomvi na mtu, atakwambia umemchukulia mke wake, wakaja akakuvamia ukapigwa, alafu watu wajulikani wameondoka. Kwa hiyo kuna hivyo visasi na vyenyewe pia tuviangalie. Tusishutumu tu kwamba serikali inahusika. Tuiombe serikali iongeze jitihada ili hawa wanaoteka waweze kupatikana. Hawa wasiojulikana wajulikane. Hapo una nchi 8 za Afrika Mashariki, Tanzania ikiwa ndani yake. Ni nchi gani ambayo wewe unasema naweza kufanya biashara na nikapata faida? Wewe kama mfanya biashara sasa. Kwa mimi mfanya biashara ambapo unaweza kufanya biashara zangu kwa usalama ni Tanzania tu. Kwa nini? Kwanza ile amani, utulivu ambao upo. La kwanza. Lakini la pili ni jinsi ya hivi vyombo vya serikali vinavyofanya kazi au wanaosimamia masuala ya biashara. Hakuna milolongo mirefu ya kutaka vibali au ya kutaka nini. Vitu vimerahisishwa sana. Kwa Tanzania unaona ni salama kufanya biashara. Kwingine sio kuniambia DRC, kuniambia South Sudani, napata shida au hizo nchi nyingine. Of course sitaki kusema kama na zenyewe ni mbaya, lakini kwa mfanyabiashara ambaye anaweza kufanya biashara zake vizuri ni Tanzania. Sawa, 2015 tunaamini ulitolewa kwenye ubunge kwa nguvu ya Ukawa. Kwa Kinondoni alisimama mbunge wa CUF na akapewa support kubwa sana na Ukawa na akashinda uchaguzi wa 2015. Nataka uniambie nguvu ya upinzani 2015 na nguvu ya upinzani kwa sasa, kwa hiyo ulipofanya tathmini yako ndogo. Kwanza niseme tu nguvu ya upinzani huwezi kuilinganisha na Chama cha Mapinduzi. Bado nguvu ya upinzani ni ndogo. Hata wakati ule, sio sasa tu, hata wakati ule upinzani haukuwa na nguvu. Isipokuwa wakati ule baadhi ya wana CCM waliamua kusapoti Ukawa, waliamua kuwaunga mkono Ukawa. Na hii iko wazi tu. Watu walikwenda kwa sababu ya mapenzi ya Lowassa aligombea kupitia Ukawa wakati ule, kwa watu wa CCM nao wakahamia huko.
Kwa hiyo hakukuwa na nguvu kubwa kiasi hicho cha wapinzani wa 2015 na wala hakuna nguvu kubwa kiasi hicho cha wapinzani 2025. Bado CCM ni chama kikubwa, ni chama chenye nguvu mno. 15 wana CCM wenyewe wakiongozwa na viongozi wangu wa wilaya hapa Kinondoni na baadhi ya viongozi wa mkoa walisaidi upande wa pili, walikwenda Ukawa. Kwa hiyo wakasaidia upinzani, hatimaye wakashinda kweli. Lakini kwa kusema kwamba wapinzani wana nguvu ya kuiondoa CCM, kwa sasa tunajidanganya. Bado wapinzani hawajapata nguvu hiyo. Bado Chama cha Mapinduzi kimejiimarisha, bado Chama cha Mapinduzi kina nguvu kuanzia 2015, kina nguvu 2020, kina nguvu zaidi 2025. Na wala sitegemee tena kama yale yaliyotokea 2015 yanaweza kutokea tena. Unaonaje hali ya biashara, uchumi pamoja na mambo yote ya ujumla ambayo yanaendelea Tanzania kwa sasa? Kama nilivyosema mwanzo, hali ya kibiashara Tanzania ni nzuri. Yaani mtu anayefanya biashara Tanzania ana enjoy, anafurahia sana kufanya biashara Tanzania. Na hii ni kwa sababu ya miundombinu mbalimbali ambayo imewekwa, mipango na mikakati mbalimbali ambayo imewekwa kukuwezesha wewe kufanya biashara. Tulikuwa tuna shida sana na ukusanyaji wa mapato. Ukusanyaji wa mapato Tanzania, TRA wakati ule nakumbuka ilikuwa mpaka tunatumia nguvu kukusanya fedha. Lakini kwa sasa imekaa vizuri sana, hususan katika kipindi hiki cha awamu ya 6. Nakumbuka kwenye hotuba ya mama aliwahi kusema, aliwaambia watoto, sitaki kodi za haramu. Nataka watu walipe kodi kwa mujibu wa taratibu. Sitaki watu washurutishwe ama biashara zifungwe kwa ajili ya masuala ya kodi. Biashara ziacho zifanye kazi, kaeni na wafanya biashara ili masuala haya yakae sawa. Kwa hiyo baada ya kauli ile ya mama, ndio maana nikasema biashara hivi sasa imekuwa ni nzuri sana Tanzania, kwa sababu unafanya biashara hakuna atakaye kusumbua. Watu wa zile task force za kuja kukusumbua kufungia biashara hazipo tena siku hizi. Na ukiwa na shida na watu wa kodi utakaa nao mezani, mtajadiliana, jambo linakaa vizuri, kwa biashara zinaendelea. Kwa hiyo niseme tu kwa serikali ya awamu ya 6, Mama Samia amewezesha sana watu kufanya biashara. Si tu kwa masuala ya ukusanyaji wa kodi, lakini hata miundombinu. Tunawafanya biashara wengi wanatoka nje kuja Tanzania. Lakini ukiangalia miundombinu yetu, barabara zote zimeboreshwa. Tuna treni ya mwendo kasi hivi sasa. Ile daraja la Busisi Kigongo lile linafunguliwa, wanaofanya biashara Mwanza kwenda Rwanda na Burundi, Kongo ni rahisi hivi sasa. Badala kukaa masaa 4 kwenye kivuko nasubiri kuvuka, hivi sasa utakuwa unapita moja kwa moja tu. Kwa hiyo amerahisisha ufanyaji wa biashara hapa Tanzania. Kwa hiyo niseme tu Mama Samia kwenye hii awamu ya 6 kwa kweli amewatendea mema sana wafanya-biashara. Nataka kujua, baada ya bunge kuvunjwa, unataraji kurudi jimboni Kinondoni? Kama ndio ni kwa nini, na kama hapana ni kwa nini? Natafakari kwa sababu kazi ya kuhudumia wananchi, nishawahi kuulizwa swali na nilijibu hivi ninapojibu leo tena. Kazi ya kuhudumia wananchi ni kazi kubwa mno. Mwananchi ambaye amekuchagua anatamani wakati wote akiwa na shida akupate. Mwananchi ambaye amekuchagua anatamani wakati wote kukuona. Anatamani wakati wote aje nyumbani kwako. Anatamani wakati wote akufuate ofisini. Sasa ukiwa na kazi nyingine ambazo zinakufanya uwe busy, alafu na huku ni mbunge, matokeo yake utashindwa kuwahudumia wananchi wako, kitu ambacho sio kizuri. Niliongea na familia yangu ili kama wataweza kusimamia biashara zangu, basi mimi nitoke kwenye biashara nirudi kwenye ubunge. Sasa najua nikiingia kwenye ubunge nitakuwa huru kuwatumikia watu wa Kinondoni wakati wote. Kwa hiyo bado niko kwenye mchakato na familia. Nafikiri wakati wote wakiamua bwana sasa wewe kagombee, basi mimi nitakuja kugombea. Lakini wakiamua vinginevyo, basi nikwambie tu, afya ndio mtaji wa kwanza. Mwili wako ukiwa vizuri ndio unaweza kwenda kufanya shughuli nyingine. Mimi ni Nurdin Special Kabwanga. Nilikuwa na kikao leo na ndugu Idi Azan ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Kinondoni 2005 mpaka 2015 kwa vipindi viwili mfululizo. Lakini hajanithibitishia kama mwaka huu anaenda kwenye ubunge. Anasema bado anafikiria na familia yake. Mimi nikushukuru Mheshimiwa Idi Azan. Asante sana, asante, nashukuru. Kikao
cha daru